Bwana, kuelekea kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili mnamo mwezi Januari, kumekuwa na tetesi nyingi sana zikihusisha nyota mbalimbali kutokea kwenye klabu ya Simba na kwenda kutua kwenye klabu ya Yanga. Na miongoni mwa majina ambayo yanatajwa sana huenda wakatoka kwenye timu ya Simba pale Msimbazi na kwenda kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani pale Yanga Sports Club ni bwana mdogo huyu Morris Abraham, ambaye aliweza kutua kwenye kikosi hiko cha Msimbazi Simba kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili chini ya aliyekuwa kocha wa timu hiyo ya Simba Fadlu Davis, ambaye kwa sasa hivi ameondoka ndani ya kikosi hiko. Sasa siko peke yangu hapa siku hii ya leo, nipo na mchambuzi wangu hapa. Tutapiga story 2-3 kuhusiana na issue hii, ukweli wa mambo umekaaje kuhusiana na mchezaji huyu ama bwana mdogo huyu Morris Abraham kuhitajika na klabu ya Yanga. Lakini kabla sija kujuza niliokuwa naye hapa, nikukumbusha mwanamichezo wangu, kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapita na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Ukishafanya hivyo, utakuwa ni mdau wetu wa kwanza kupata taarifa zetu zote mpya za kimichezo kutoka hapa Bongo Vibe TV. Na kama tayari umekushaweza kufanya hivyo ama umeshaweza kusubscribe, basi twende tukaangazie moja kwa moja juu ya kile ambacho nimekugusia hapo awali juu ya issue inahusiana na mchezaji Morris Abraham kutokea kwenye timu ya Simba kuhusishwa kwenda kujiunga na timu ya Yanga Sports Club. Kabla pia nilivyoweza kukujuza hapo awali, sipo peke yangu hapa, nipo na mchambuzi mwenzangu hapa, atajitambulisha ili tuweze atupe undani wa mambo kuhusiana na sakata hili limekahaje. Bwana, mambo vipi? Fresh. Uzima hupo ndugu yangu? Tunamshukuru Mungu anasaidia. Sawa, jitambulisho na nani ili wanaotufuatilia kutoka hapa Bongo Vibe TV waweze kukufahamu vizuri. Naitwa Anuari Hasani kutokea pande za Morogoro mjini hapa. Mitaa ya Mazimbu. Mitaa yetu imechangamka sana. Tupo kwa ajili ya kukuletea habari mbalimbali za kimichezo. Nipo na ndugu yangu Esiara hapa. Sawa, kuna issue hii ambayo inasambaa sana sasa hivi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Mwenyewe nilipita huko nikakutana nayo kuhusiana na huyu bwana mdogo Morris Abraham, mchezaji ambaye amekuwa na performance nzuri kwa kipindi cha hivi karibuni, ambaye anahusishwa kwenda kutoa kwenye klabu ya Yanga. Kwa upande wako dili hili limekaaje ama swala hili limekaaje kuhusiana na mchezaji huyu kutoka kwenye mitaa ya Simba na kwenda kwenye mitaa ya Yanga Sports Club? Ukiangalia dili la Morris Abraham mpaka sasa tuseme limeshafeli kwenda Yanga. Kwa sababu gani tunasema hivyo? Cha kwanza tunasikia za chini kuwa Morris ashapewa mkataba wa miaka 2 mpaka sasa. Na ukiangalia kwa haraka ni ngumu kwa kweli Simba kumwachia mtu kama Morris Abraham kwa kiwango chake alichokuwa nacho kwa sasa, kumruhusu aende kwa watani zake ambao mpaka sasa bado wanamsumbua, wanaumiza kichwa waweze kumkabili vipi. Ni swala gumu kwa kweli lilikuwa. Na mimi nilikuwa maono yangu kabisa, nilikuwa naona kabisa dili ni vigumu sana dili kutiki. Sawa, lakini kwenye vilabu hivi vya Kariakoo, Simba na Yanga, tumeweza kuona wachezaji mbalimbali wakitoka kwenye klabu moja kwenda kwenye klabu nyingine. Mfano mzuri ni Mohamed Zimbwe Junior, ambaye alikuwa anahitajika sana na timu ya Simba lakini akasajiliwa kwenda Yanga kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Itashindikanaje kwa mchezaji Morris Abraham ambaye za ndani kama hivyo tulivyosema, Yanga inaonekana ameonyesha nia kumhitaji bwana mdogo huyu atue pale kwenda kuongeza nguvu katika safu yao ya ushambuliaji? Mimi naweza kusema kwa mchezaji anayetoka Simba au Yanga kwa mia upande wa pili kwa watani, naweza kusema ameshamaliza kila kitu katika timu anayotokea. Ukiangalia asilimia kubwa wachezaji wanaotoka Simba kwenda Yanga au Yanga kwenda Simba, ukiangalia ndani yake kashacheza misimu sio chini ya misimu 3-4. Na ukiangalia kweli kashafanya cha kufanya, kamaliza katika timu yake, anahamia upande wa pili. Ila kwa Morris Abraham nilikuwa naona dili ni gumu sana kwa wakati huu. Hatujajua kwa nyakati zijazo itakuwaje, ila kwa msimu huu kwa kweli Yanga wamegonga mwamba. Lakini kana Yanga wakikaza wanaweza kumpata bwana mdogo huyu Morris Abraham. Tunavyosikia za chini na wasimamizi wake hao na watu walomshauri kwenda kujiunga na Simba, kusema inavyosemekana wapo serious na hawataki kumpoteza kijana wao ndani ya Simba. Kumuona Morris Abraham ndani ya viunga vya klabu ya Simba.
Tutegemee kumuona sana ndani ya Simba, na bado anahitajika, na bado mashabiki wanampenda sana. Yani Simba hapo yani Simba Morris hata aseme anahitaji nini, Simba hapo tayari kumpa kwa ajili ya kumbakiza katika timu yao. Sawa, tukiachana sasa na ishu hii ya kijana huyu Morris Abraham ambaye amekuwa na moto vilivyo tangu aweze kutua ndani ya klabu hiyo ya Simba. Twende sasa tukaangalia ishu nyingine inayoendelea hapo ndani ya klabu ya Simba. Bwana, zile za ndani nyingine inasemekana ya kwamba Elie Mpanzu Kibisawara huenda akaenda upande wa pili pale Twiga na Jangwani Yanga Sports Club kwenye dirisha dogo. Hii nayo imekaaje ndugu yangu? Mimi naweza kusema kwa sasa vinavyoendelea hizi ni siasa za mpira. Ukiangalia Elie Mpanzu msimu ulioisha hivyo wakasema Elie Mpanzu amekuja Simba kwa mkopo, mara hana mkataba wowote. Kwa hiyo Yanga ashafanya mawasiliano na timu yake ya zamani AS Vita ya Kongo kuwa hana mkataba, kaja kwa mkopo, Yanga wamchukue. Ila ilikuwa ni uongo, tuseme ni siasa tu za kimpira, na tukashuhudia msimu ukaanza, Elie Mpanzu akwenda kokote, akasalia Simba, na mpaka msimu ukaisha, akaanza msimu mpya huu bado yupo Simba. Na kwa kweli nikiangalia na hizi taarifa zinazoendelea kwa sasa, sioni kama ni za kweli, ni uzushi tu wa kimtandao. Lakini inavyosemekana kwamba mchezaji hana furaha pale ndani ya klabu ya Simba, ni basi tu kwa kuwa kuna vipengele vya mkataba fulani vinamnyima, vinambana yani. Hilo swala la furaha ni siri yake mwenyewe, hatujamuona Elie Mpanzu. Kwani Elie Mpanzu wa msimu ulioisha na msimu wapo unamuona yupo sawa? Elie Mpanzu ukiangalia kwa sasa kwa kiwango chake, tukimwangalia kipindi nyakati za katikati hapa kidogo kama kiwango kilishuka fulani hivi, akawa anacheza unamkuta yani kama hayupo tayari hivi kimchezo, anakosa magoli ambayo yani nafasi ya wazi kabisa, chansi za wazi ambazo unaweza anakosa kidogo. Naona kama amekaa naye chini, ameongea naye, tunaona kidogo mechi za hivi karibuni ana performance inazidi kupanda kuliko na vile alivyoanza msimu. Lakini afisa habari wa klabu ya Yanga bwana Ali Shabani Kamwe tulikuwa tunamuona akiposti kwenye mitandao yake ya kijamii akisema watachagua wao mchezaji wetu watupe mapema au wasubirie dirisha dogo la usajili. Hakuweza kumtaja jina moja kwa moja, lakini kwa taarifa zilivyokuwa zinasambaa huenda akawa mchezaji huyu ni Elie Mpanzu. Tusubirie tuone kama ni ya kweli, maana dirisha si linafunguliwa hapa mwezi wa kwanza. Kama habari ni za kweli au ni wanarusha tu watu kimtandaoni, tutajua kwa kweli dirisha likifunguliwa nani anaondoka nani anabaki. Ila kwa inavyoonekana mpaka kwa sasa Elie Mpanzu ana mkataba na Simba, labda Yanga waje wafanye mazungumzo na Simba wavunje mkataba mchukue. Tumalize na hii hapa, nimesikia kwamba aliyekuwa kocha wa klabu ya Simba Fadlu Davis anamhitaji kiungo wake mshambuliaji nambari 10 pale Jean Charles Ahoua kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili, anataka amvute pale Raja Casablanca. Na mpaka sasa hivi Jean Charles Ahoua amebakisha takribani miezi 6 kwenye mkataba wake kuendelea kusalia ndani ya viunga vya Msimbazi. Huenda tukamshuhudia mchezaji Elie Mpanzu naye akiondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba, sio? Hapo sasa hilo ni swala la kibiashara, management wenyewe wataka chini, wakifikia makubaliano wanaweza wakawauza kwa maslahi ya timu na wawekezaji.